jina lake lina herufi 4 tu, lakini likitajwa majini na mapepo yanakimbia. Ni jina la mwanaume Yesu Kristo. Tumekuja hapa tumekuletea habari za Yesu Kristo bure kabisa. Ukisoma habari kitabu kile cha Warumi sura ile ya 5 na mstari ule wa 12, neno la Mungu linasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Ukirudia pia Warumi, kitabu cha Warumi ambaye anaandika mtumishi wa Mungu Paulo, Warumi 3 na ule mstari wake wa 23, neno la Mungu linasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wamehesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Amen. Wamehesabiwa haki yote ulio katika Yesu Kristo. Amen. Na ukiendelea mbele katika kitabu kile cha Warumi ile mstari wa 25, anasema, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili anyoshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilitangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huo, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Amen. Tunafahamu habari za Adamu na Hawa. Dini zote zinafahamu habari za Adamu na Hawa ambao walipewa amri na Mungu kwamba wasiweze kula lile tunda. Adamu aliambiwa asiweze kula lile tunda la katikati, kwa maana wakila lile tunda hakika watakufa. Lakini shetani alipokuwa mjanja akamtumia nyoka kama desturi. Shetani anaweza katumia paka, anaweza katumia nyoka, anaweza katumia bundi, anaweza katumia ng'ombe usiku. Kwa wale ambao wamekaa sehemu ambazo zina ushirikina, wanaweza kaungana na mimi wakasema kwamba ni kweli mtumishi wa Mungu. Sasa lile joka likatumiwa na shetani, likamfuata mwanamke likasema, eti Bwana amesema kwamba mkila tunda kwamba mtakufa. Akasema rahasha, anawadanganya, kwa sababu mkila tunda mtayajua yaliyo mema, utajua siri za Mungu. Shetani alimdanganya mwanamke ili aweze kuwapoteza, na baada ya mwanamke kudanganyika akaenda akamshawishi mume wake ambaye alikuwa ni Adamu. Adamu naye kwa sababu ameendekeza upendo kwa mke wake, wakati mwingine Adamu alijitahidi kukataa kwamba sitaki kula tunda hili, sihitaji kula tunda hili, lakini kwa sababu ushawishi wa mwanamke ulimgombisha Adamu, Adamu akaamua kula tunda, hatimaye akamkosea Mungu. Ndipo kifo kikaanzia pale. Mungu alipokuja kutembea majira ya jioni akamwita Adamu, mwanangu uko wapi? Adamu uko wapi? Oh, Adamu uko wapi? Adamu alikuwa amejificha kwa sababu ametenda dhambi, amemkosea Mungu. Baada ya hapo Mungu akatoa hukumu, akasema, mwanamke ninakulaani, utazaa kwa uchungu. Hapo akaja kwa Adamu akamwambia, Adamu umemnikosea, umevunja ahadi yangu na wewe, hakika utakula kwa jasho, na wewe nyoka, hakika katika maisha yako utatembelea tumbo. Amen. Hiyo laana hapo ikaanzia, kifo kikaanzia hapo. Baada ya Adamu kumwasi Mungu, baada ya Adamu kuvunja agano la Mungu, kifo kikaanzia hapo. Tukamwona mtu na kaka yake wakauana. Tunamwona Kaini na Abeli wakaweza kufanyana vitu vya ajabu. Kaka akafanya kitu kibaya kwa ndugu yake, akaweza kumuua. Nataka nikwambie ndugu yangu, baada ya kufanya vile dhambi ikaanza kutembea. Lakini nina habari njema ndugu yangu, ukisoma kitabu kile cha Yohana 3:16, neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Hakumtoa mwanawe ili ahukumu ulimwengu, bali alimtoa mwanawe ili watu waokolewe. Wale waliomwamini Yesu Kristo wamekwisha kupona, wamekwisha kuokoka. Asiyemwamini Yesu Kristo amekwisha kuhukumiwa.